Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimia sana katika jina la Yesu. Video hii ni special sana kwa watu ambao they are so busy, yani huenda ni mfanya kazi, kwa hiyo anajikuta anaenda kazini anachelewa kurudi, anashindwa kuomba, na anajua umuhimu wa maombi kwenye maisha yake na familia yake na ndoa yake, lakini kinachomkosi ni kwamba hana muda. Huna muda. Kwanza unawahi kuamka, unaenda kazini, unahangaika na makazi, unachelewa, kwa unajikuta kwamba uombi. Au wewe ni mtumishi wa Mungu, uko biza kuhudumia wengine. Yaani tukikukuta unasoma Biblia, basi unasoma kwa ajili ya kufundisha wengine, hausomi kwa ajili ya kujijenga wewe. Tukikukuta unaomba, basi unaombea wengine, haujiombei wewe. Tukikukuta uko madhabahuni, unaombea washirika, unaombea watu mbalimbali, lakini wewe unasahau kujiombea. So you are so busy kiasi kwamba wewe unashindwa kujiombea. Na nataka nikwambie hiyo haina excuse. Yaani kanuni ni kuomba. Yaani wewe kama hauombi, haijalishi uko bize na nini, wewe haijalishi wewe ni rais, uko bize, au haijalishi wewe ni waziri, haijalishi wewe ni meneja, haijalishi wewe ni nani, as long as hauombi, shetani atakupiga tu. Atapiga familia yako, atapiga ndoa yako, atapiga mke wako, atapiga mume wako, atapiga huduma yako, atapiga hata kazi yako. Kwa nini? Kwa sababu hupati muda wa wewe wa kujiombea mwenyewe. Lazima uhakikishe unapata muda wa kujiombea wewe mwenyewe. Na kwa sababu hiyo, Mungu na Roho Mtakatifu amenipa hekima ya kukuletea mbinu hizi zitakazo kusaidia kuwa mwombaji hata kama uko busy. Hizi mbinu zitakusaidia kuwa prayer warrior hata kama uko busy. And so nikusi uangalie hii video au usikilize mpaka mwisho, na hizi mbinu uzichukue kabisa, uondoke nazo na uzifanyie kazi, ili uanze kuona mabadiliko katika wewe. Na ndio maana unaweza kuona hata watoto wa wachungaji, yani wanaharibikaga sana. Kwa nini? Mchungaji yuko bize na washirika, anasahau kujiombea yeye, anasahau kuombea mke wake, anasahau kuombea ndoa yake, yuko bize, hana muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi jina langu ninaitwa Enea Nicola Maembe. Mimi ni mwana KGB, yani ni mwana Kivumbi Gospel Band. Kivumbi Gospel Band ni nini? Kivumbi Gospel Band ni bendi ambayo ndani yake ina package ya mambo matatu. Jambo la kwanza ni bendi ya kusifu. Jambo la pili, tunafundisha neno la Mungu. Na jambo la tatu, tunafanya maombi na maombezi. Kwa hiyo huwa tunaandaa ibada mbalimbali ambazo hizo ibada zinakuwa zimecontain mambo hayo matatu ndani yake. Tunalelewa na mchungaji Askofu Daktari Nicodemus Nyenye. Tupo Feri Kigamboni, kanisa linaitwa Patmos. Kwa mawasiliano nimeweka namba hapo kwenye screen, nafikiri unaiona. Maybe utataka kutupigia, maybe utataka kuuliza swali. Ukitaka kuuliza swali, piga namba hiyo, nenda WhatsApp, au pia hata kwenye uwanja wa comment, ni kwa ajili yako. Pengine utataka kutaka ushauri, vyovyote, pengine utataka kutoa sadaka yako, yani vyovyote, hii namba ni kwa ajili yako hapo kwenye screen, nafikiri unaiona. So tuende direct kwenye mbinu zetu. Mbinu ya kwanza, anza kuomba maombi ya kimya kimya. Na maanisha nini? Uko kwenye bajaji unaenda kazini, omba maombi ya kimya kimya. Yaani mtu akikuona anaona umenyamaza, lakini ndani unasema raba shaka raba fika, unaomba, unataja huduma yako, unataja mchumba wako, unataja mume wako, unataja watoto wako. Raba sikima rika raba babasi. Baba, kwa jina la Yesu, maisha yangu naleta kwako, kwa damu ya Yesu kazi yangu naileta mbele zako. Lakini hiyo inakuwa ni ndani moyoni, kimya kimya. Okay, upo kazini, umeshika mafaili, unaenda hapa, omba ndani kimya kimya, omba kimya, omba kimya, omba kimya, omba. Upo safarini, unaelekea wapi, sijui wapi, jifunze kuomba maombi ya kimya kimya.
Na unasema hivi, Mungu anasikia maombi ya kimya kimya? Mungu anasikia maombi ya kimya kimya kama loudspeaker. Yaani kama vile umeweka spika kubwa, maombi ya ndani Mungu anayasikia. Ambao hawatasikia ni wanadamu, lakini Mungu atayasikia maombi ya ndani. Mfano mzuri, nikuonyeshe mfano mzuri kwenye Biblia. Kuna mtumishi wa Mungu Hana jaribu lilipomwea zito, akasema oh God, ngoja niende hekaluni. Penina alivyomsumbua akaenda, alipofika hekaluni akasema nitaomba kimya kimya, japokuwa kuhani alikuwepo, lakini akaomba kimya kimya. Biblia inasema aliomba yale maneno moyoni. Kilichokuwa kinaonekana kinacheza na kutetemeka ni mdomo wake tu, anatetemeka tu, anatetemeka mdomo, anatetemeka mdomo. Yaani mpaka yule kuhani akasema, hivi huyu mwanamke leo ameenda kunywa pombe kwanza ndo amekuja hapa au vipi? Akamwambia utaacha lini kulewa? Lakini ukweli ni kwamba Ana alikuwa anaomba ndani. Sasa nakuuliza, je, Mungu alisikia maombi ya kusikia? Mungu alisikia maombi na akampa mtoto anaitwa Samueli. Hicho ni kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 10 mpaka wa 13, uenda ukasome. Kwa hiyo Mungu anasikia maombi ya ndani. Anasikia, okay, ukisoma Mathayo 9 mstari wa 4, unakutana na Yesu akiwa anamponya mtu aliyepooza. Wakamletea mtu aliyepooza. Walipomleta pale wakategemea kwamba Yesu atasema umepona, lakini Yesu akasema dhambi zako zimesamehewa. Wale watu waliposikia dhambi zake tena zimesamehewa tena, huyu anakufuru, moyoni mwao wakasema hivi, anakufuru kwa moyo. Lakini Yesu akawaambia kwa sauti, mbona mnawaza mabaya mioyoni mwenu? Manake kile unachowaza ndani Yesu anakiona. Kwa hiyo usiseme kwamba hivi maombi ya kimya kimya Mungu atasikia. Mungu anasikia maombi ya kimya kimya. Anza kuomba maombi ya kimya kimya. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili, download maombi. Kwenye mitandao kuna maombi, watumishi wanaomba mpaka lisaa lizima wanaomba, wame-upload kwenye nini, kwenye mitandao. Download yao maombi. Nunua earpod yako, au kama unayo itumie earpod yako, download, weka earpod sikioni, maombi yanaunguruma huko kwenye simu, na wewe unaunguruma ndani kwa ndani, unajiconnect na yale maombi. Wakisema piga na mimi napiga, vunja laana za ukoo na vunja laana za ukoo, jibariki na jibariki mwenyewe. Kwa yale maombi yanakuwa nakusaidia, kwa unapoyasikiliza yanakuwa yanaendelea kukusaidia. Upo ofisini umeweka maombi yako pale, au kama hunataki hapo weka kiredio chako pale, weka maombi, weka kispika chako, weka maombi pale, yanaendelea kunguruma na unajiconnect na yale maombi, kwa nao unakuwa umomo nao unaomba. Hiyo itakusaidia kuendelea kujijenga na wewe. Hilo la pili. La tatu, weka kundi au mtu mmoja kwa ajili special ya kukuombea wewe, na uwe unamlipa kwa kazi hiyo. Kwa kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza akawa ni ndugu yako, labda mama yako, ukamwasaini, mama, kazi yako ni kuniombea na nitakuwa nakulipa. Kwa hiyo unampa maombi, hebu ombea hili ombi, hebu ombea hili ombi, hebu hili halijakaa sawa, naomba unisaidie kuombea. Na yeye kwa sababu amepewa assignment na analipwa, atahakikisha anasimama kwenye zamu yake. Au ni dada yako, mwambie, ukiona tu dada fulani hivi ni muombaji, mpe ombi, chukua ombi, naomba uniombee. Au ni kikundi, wape assignment hiyo. Kazi yao ni kukuombea wewe tu. Kazi yao ni kuombea agenda ambazo wewe unawapa tu na unawalipa. Hiyo itakusaidia kustawi, familia yako kustawi, ndoa yako kustawi, nyumba yako kustawi. Usikae tu bila kuombea vitu. Shetani yupo kazini kwa ajili ya kuharibu, kubomoa, kuiba, kuchinja. Kwa lazima uhakikishe. Ndio maana Mungu anasema ombeni kila wakati, tuombe kila wakati. Ubize wewe, sawa, ubize unaweza kukujengea maisha. Lakini nataka nikwambie, shetani kama auombe, anaweza hata hiyo kazi akaipiga, ukafukuzwa kazi. Si ulikuwa bize utaki kuomba, ukafukuzwa kazi, hata hiyo huduma akaipiga. Uombi, uko bize unaombea wengine, wewe ujiombei mwenyewe. Okay. Mbinu nyingine ni mbinu ya kutumia mawazo. Unatumia mawazo yako. Umewaza kitu fulani, unawaza
hii jambo mbona halijakaa sawa? Hapo hapo Roho Mtakatifu akukumbushe, unaanza hapo hapo kuomba, naliombea hili jambo kwa jina la Yesu, ninaombea hili jambo. Umefikiria jambo sasa, ila Mungu amenipendelea jamani, yani mimi amenipa kazi. Okay, hapo hapo unaanza kumshukuru Mungu. Yesu, asante kunipa kazi nzuri. Kwa mimi kuna wengine ni wazuri kuliko mimi, hawana kazi. Kwa nini mimi? Hapo hapo unaanza kuomba na kumshukuru Mungu kimoyo moyo. I say Mungu anasikia mambo ya kimoyo moyo, anasikia maombi ya kimoyo moyo. So nataka niwaambie, tumia hizi mbinu kuhakikisha unaomba. Swala ni kuomba, yani swala ni kuomba. Yani wewe unafanya kazi ufanye, swala ni kuomba. Ukitaka mambo yako yasimame, omba. Omba, 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 omba. Unanielewa ninachokisema? Unanielewa ninachomaanisha? Maombi ndo kitu pekee na mbinu pekee itakao kusaidia kusurvive. Usipoomba umekwisha. Mwisho wa siku anza kwenda kwa waganga kienyeji, ukajikite kwa waganga huko, upeleke na watoto wako kwa waganga huko, upeleke na mume wako kwa waganga huko. Maana ukienda kwa mganga, mganga anakukamata wewe, anakamata na vitoto vyako kwenye viuno vyako. Unashangaa unakuja kufa, watoto wanaanza kuteseka na mavifungo mbalimbali. Achana nayo mambo. Anza kuomba. Anza kuomba. So Mungu akubariki. Mbinu hizo 4 zitakusaidia, zifanyie kazi, zifanyie kazi. Ninaitwa Enea na tuishie hapa. Ninaomba nikuombe kitu kimoja, ni support. Na support yako ni kwa njia ifuatayo. Nisaidie kushare ujumbe kwa watu. Hata wakiwa 10 tu wanatosha. Share WhatsApp status, share kwenye magrupu mbalimbali. Wakifikia 10 tu utakuwa umenisaidia kuhubiri injili hii. Lakini kitu kingine, like, comment, subscribe. Nafikiri wote tunazijua hizo kanuni za mitandaoni. Ukifanya hivyo na kumbe ni support mimi. Licha ya kunisupport, nikiweka video nyingine unaipata kirahisi na inaendelea kukusaidia. Mungu akubariki sana. Namba yangu iko kwenye screen. Until next time. Thank you.